Kobe na Radi walikuwa marafiki wa muda mrefu, wakifanya mambo mengi pamoja. Walishirikiana kwa kila hali, na urafiki wao ulionekana kuwa wa dhati. Siku moja, mke wa Kobe alimuuliza mumewe, "Mume wangu, urafiki wako na Radi una muda gani sasa?" Kobe alijibu kwa utulivu, "Tumekuwa marafiki kwa mwaka mmoja sasa." Mkewe akashangaa na kuuliza, "Kwa nini Radi hajawahi kututembelea hapa nyumbani hata mara moja?" Kobe, akiwa hana majibu ya moja kwa moja, alisema, "Sijui kwa kweli, labda hajapata nafasi au sababu ya kuja." Mke wa Kobe alisisitiza, "Ikiwa kweli ni rafiki yako wa dhati, basi mkaribishe aje. Ningependa kumwona na kumkaribisha nyumbani kwetu." Baada ya muda wa kufikiria, Kobe alikubaliana na mke wake. Alimtembelea Radi na kumwambia, "Rafiki yangu, tuna urafiki wa muda mrefu, lakini kwa nini hujawahi kufika nyumbani kwangu? Mke wangu na watoto wangu wanapenda kukufahamu." Radi alimtazama Kobe na kusema kwa upole, "Rafiki yangu, si kwamba sipendi kukuona, lakini nafahamu kuwa huna uwezo wa kunikaribisha." Kobe akashangaa, "Kwa nini unasema hivyo? Tafadhali, njoo. Familia yangu itafurahi sana kukuona." Radi alitabasamu na kusema, "Sawa, kwa kuwa umesisitiza, nitakuja Jumamosi. Lakini kumbuka, mimi hutembea tu wakati mvua inaponyesha." Kobe akajibu kwa furaha, "Hakuna shida, tutakusubiri kwa hamu." Aliporudi nyumbani, alimweleza mkewe habari hiyo. Naye mkewe akaanza maandalizi makubwa ya kumpokea Radi. Chakula kitamu kilipikwa, nyumba ikasafishwa, na kila mmoja akawa na shauku ya mgeni wetu. Ilipofika Jumamosi asubuhi, mvua kubwa ilianza kunyesha. Radi aliwasili kwa Kobe akija kwa kasi ya umeme. Lakini jambo la kushangaza lilitokea. Makazi ya Kobe yaliharibika kabisa. Radi kwa kasi yake ya kawaida na nguvu za umeme aliharibu nyumba ya Kobe na kila kitu kilichokuwa ndani yake. Kobe akiwa na huzuni na hasira alimwambia Radi, "Rafiki yangu, tafadhali rudi nyumbani kwako. Umeniletea majanga makubwa ambayo sitayasahau." Radi alijibu kwa busara, "Hii ndiyo sababu sikutaka kukuja. Nilifahamu tangu mwanzo kwamba huwezi kunivumilia mimi na asili yangu." Funzo kwa jamii. Sio kila rafiki unayemwona ni salama kumkaribisha nyumbani kwako. Wengine wanapopata fursa ya kufika kwako, wanaweza kuacha doa kubwa moyoni mwako ambalo litakutesa maisha yako yote. Jifunze kuelewa tabia za marafiki zako kabla ya kuwakaribisha katika maisha yako ya karibu.